Tupo rada, tupo site. Leo team Pride of Lamu Youth Organization tumepatana na mheshimiwa mmoja, na pengine ajitambulishe kwa mtazamaji wetu mwenye hakujui. Naam, kwa jina naitwa Mohamed Hamisi. Mimi nafanya kazi na tume ya uwiano na utangamano ambayo kwa kimombo inaitwa NCAC. At the same time mimi ndio regional coordinator ambayo tuko katika hizi nyanja za pwani, tukiangazia kaunti zote 6: Kwale, Mombasa, Taita Taveta, ikiwemo Tana River na Lamu County. Katika utendaji kazi ambao nimetoka kule, expertise ni kwamba nimefanya masuala ya lecturing, masuala ya facilitation, consultancy services, na at the same time nimekuwa na katika civil society organization nyingi sana tokea chini hadi mpaka kufikia sahihi tangu ule ujana wangu. Na pia katika usomaji wangu nimesoma, niko na Masters of Science in Project Management ambayo ile undergraduate nilifanya masuala ya development studies. Kwa hivyo kwa sasa niko katika ile upeo wa kuangalia kipao cha usomi wangu kufanya masuala ya PhD ambayo na kuingia katika JKUAT ili niendeleze katika yale masomo ambayo yapo. Kwa hiyo ndio Mohamed kwa mukhtasari, na ni kijana ambaye kwamba ni mzaliwa wa pwani ambaye ni Mijikenda, hususan kutoka Digo nusu ambayo ni upande wa mama, na pia upande wa baba kutoka sehemu za Ugiriamani. Ushaona, ambao sehemu za Kaloleni kule, Kaloleni Giriama, ambayo sasa kule ndio nyumbani mjini. Kwa hiyo mimi ni mpwani halisi, pia ni Mkenya halisi. Shukrani. Mheshimiwa ni mpwani halisi kama mimi pia ni mkosti halisi. Ndio. Kweli masomo hayana mwisho. Na umri wako bado unaendelea kukaza kamba. Ndio. Naam. Sawa. Sasa mheshimiwa, hapa Lamu County sisi kama Pride of Lamu tunafanya mambo mingi. Na kama kuna kitu naweza kukuambia mheshimiwa, tunaelekea hii general election na kuna political tension na vijana ndo wanakuanga victimized sana. Una ushauri gani kwa huyu kijana as we are heading to the general election? Wanavyosema kwamba siku zote kila tabaka ambayo tunachukulia hii generation, na sana utasikia Gen Z kwa sababu ni mwamko mpya na ni mwamko ambao kwamba wakati wetu tulikoko na masuala ya .com era ndio walikuwa na introduce masuala ya email haya, lakini tukawa bado tuko kule analog. Hivi tumeingia digital ambao paka sisi ambao tunajiita millennium katika ile generation ni kuwa pia tuko kwa upeo wa wakati. Paka shule tulikuwa tutumia masuala ya dictation, unachukua notes, uenda wasimama mbele ya wanafunzi pale waanza kusoma notes ikiwa vijana wanaandika na kalamu zao. But sahihi nafurahi kwa sababu digital world we were compelled even kufundisha watu tutumie projector hizi. Ni kwamba utengeze notes zako uje na laptop uweke projector, alafu zile notes ushare na wanafunzi wawe na ule urahisi wa kusoma. Hii ni kumaanisha kwamba research imepanuka na pia ule utafiti umepanuka, na pia wakati huu ni kwamba kila jambo, kila lolote ambalo tuko nalo tuko pale. Shauri langu ama advice yangu ni kwamba twendeni pole, lakini waambiwa aste ndio mwendo. Na tusiwe na ile pupa ya kutakia kitu. Twendeni na twende kwa pamoja ili tutafika kule tunavyokuwa tuafika na tuafikie lile lengo letu, kwa sababu vijana ukiangalia na champion masuala ya unemployment rate ambalo limekuwa ni donda sugu katika successive regime zote zimenukuu sana kwamba swala hili limekuwa donda sugu. Lakini kitu ambacho kilichoko ni kwamba mashirika ya kijamii, moja wao kama hili shirika lenu ambalo mnasema The Pride of Lamu, ambalo ni shirika ambalo lina ajiri wenyewe vijana kwa kupitia nyenzo tofauti, kupitia donor agencies, kupitia wenyewe kujileta kwa pamoja, kwa sababu serikali haiwezi kuandika kila mtu. Na hiyo ndio ilikuwa ni mwamko wangu tangu mimi pia
kuenukia mpaka kufikia hapa nilipofikia malengo hayo. Nilianza na kikundi ambacho at that time it was an art group ikiwa ni Mchaka Arts Troupe, ambayo hiyo ni CBO, na CBO hiyo nilianza tangu nikitoka O level. Wakati nilipomaliza form 4 yangu, nikavuta vijana ambao we were active katika mtaa, tukaanza kuact. Katika ile kuact ilikuwa ni kama tuajaribu, but katika society kuna mtu mmoja yuangalie ile kazi yenu vile ilivyo. Ikawa ni wakati ule wa kuhamasisha watu kuhusu masuala ya ukimwi. Ndio tukapata UNDP through Amkeni funding ya 5 years kuiangukia, kwa sababu bwana mmoja aliona ile act tuwafanya pale, akaona kwamba hawa waweza, ikani yenye kuamkia. Pole pole tukafanya promotion ya TSS Green Millers, ikawa kila wakati wakiwa na showground Mombasa, ikawa sisi tuenda katika ile stand, tuenda tukifanya promotion pale kupitia kile kikundi. At that time ndio ikanifanya mimi nikafanya degree yangu, kwa sababu nilikuwa sina pesa. Sasa earning from that allowances ambazo toka pale ndio nikafanya degree yangu, the first degree nikajilipia mimi mwenyewe. Na at the same time nikiwa ninamaliza ile degree, job yangu ya kwanza ikawa ni Muslim for Human Rights Organization. Niko pale, but without fear or contradiction, one of the kama sahihi ninavyotoa hamasa mtu atakayeona clip hii, ni kwamba ningependa ku acknowledge one of the NIS officer who is, jina lake nitalika kwa mabano, who is very intellectual na mtu anayependa watu. Alikuwa akinifuata sana, na mimi nilikuwa najua kwamba huyu yatoka katika kitengo cha NIS, mimi niko kule Muhuri, lakini kila kiniona ananiambia mimi nitakuchukulia bakora, wewe nitakuchapa. Ananiambia sasa, mimi namwambia utanichapa nini? Ananiambia wewe uko intelligent, wewe uko na kitu ambacho it's in you, lakini hukioni, rejea ukasome. Sasa yeye anifukuza rejea ukasome, mpaka he is the one alikwenda chukua form, unaona, ya JKUAT ile, akaniletea na amejaza majina yangu, mwisho ananiambia sign hapa. The first fee akanilipia yeye na hiyo za Somalia, ambayo sahihi si kwa ubaya, yuko katika kitengo cha NCTC ambaye nimebana eneo vile, lakini nikija pia nikifunguka vizuri nataka pia ni mreward, kwa sababu the achievement comes from na ile encouragement from him. So now hii ni changamoto kwa maofficers kwamba usimpige mtu, kwa sababu yeye alikuwa tukidemonstrate ile haki yetu, yeye yuaja kama an officer kuja kuchukua zile information, lakini yaniona yanishika kando, hanipigi, haniarrest wala anifanyi kitu, ananiambia nenda kasome. Wewe haujafikia mahali kweli wewe ukasema haki yako, haki gani na nini. So he encouraged me, nikaregelea sasa, nikaanza kusoma. I did my masters now, unaona, mpaka ikafanya hivyo. So wakati 2013 nikapata job na Japan Embassy, nikawa niko Nairobi. Ghafla tukakutana naye sote, akanambia let's have a cup of coffee hapa. Tukaingia mahali kwenye mkahawa, akanambia wafanya nini Nairobi? Nikamwambia mimi niko na Japan Embassy nimeandikwa. Akanambia yes, this is what I wanted, kwa sababu yeye was promoted to Nairobi, na akanambia kwa NCTC this is what I wanted, na the same guy. Nikamwambia nikashed tears pale, nikamwambia kweli haki yetu niko kwa street, na because of you mimi nimeandikwa paka hapa, ma program specialist na coordinate Kenya na Somalia. Na kwa sababu nilikwenda paka Somalia with the same program ya kuhamasisha vijana in terms of understanding the effect of violent extremism, masuala yale. Hata yeye pia alipatia some of the notes akinielekeza vile, kwa sababu he is the specialized personnel katika NCTC ambao wanafanya jambo lile, and this guy is a Somalia, na mimi namheshimu na nampa heshima kabisa. Siku ile nilimwambia niko pale, he shedded tears, na ana miwani zakatoa iwatoka hivi. Nikamwambia hata kwa Mwenyezi Mungu, whatever I'm earning nafanya kila kitu is through you, na kwa sababu wewe ni officer, I'll be the officer I'm working with the State Department, na sasa ndio niko na serikali na NCIC. So that is a journey, nitaweza tukazungumza, na ni vizuri vijana you take note, kwa sababu mimi si ninafanya Muhuri. Who is Muhuri? It's a human rights organization. Daily tuko barabarani kila kitu, but through him nenda ukasome mpaka niko mahali kama hapa. Now this is also an advice to the officers. Ukiona kijana haribikiwa katika mtaa ama amekosa jambo, it is not a must wewe umuarrest. Waweza kawa kweli umempata amevuta bangi, amepata amefanya kosa lolote, keti chini naye mfungulie ile clause, mwambie if I arrest you na hii evidence utafungwa kifungo hichi na hichi na hichi. Kwa hivyo wacha focus, nenda usome, equip yourself. Hizi kazi zinaandikana kila mtu, na siku hizi equal opportunity zinakwenda even to the minorities, to the other sector na kila kitu. Kwa hivyo
stand for yourself, advise vijana, si ku arrest because wataka zile 2,200. You are busy killing the generation. Be there to be the good ambassador. Sasa kama leo if an officer who is in the cadre ya director katika NCTC, National Counter Terrorism Center, aweza kushed tears because of his words, mpaka kumchukulia fomu ya kwamba you qualify, mimi I know even your profile, kwa sababu NIS wale NIS they know each one of us, they know our profile, they know our academic, they know everything. Akichukua kama ile yajua kabisa, kaniambia sign here, na mimi nimelipa ile fee ya kwanza, anza pale pale. Sasa mimi naenda darasani nimeketi, nimefika pale na ngoja ile, ananiambia start without even a calling letter, keti hapo you qualify, na akazungumza even the body. Nikaanza pale JKUAT pole pole hivi na hivi, yani kinyonge nyonge, lakini I achieved very well. So in fact a government official encouraging me to reach where I am, this is also an encouragement, na mimi nataka nishukishe kwa vijana kwamba there is always an opportunity. Ndio ambiwa there are so many ways to kill a lion. Lion huwezi kumshika na mkuki, atakutafuna, lakini kuna mbinu uweza shika mnyama ambaye wamweza mdogo, ukaa labda umemwinject ile sumu akaja mla kafa yeye, lakini ways ni kumwamba achievements they are there and it's a process and it needs patience kabisa. Maneno mazuri sana, na nilivyokusikia historia yako ukianza, historia yako inaambatana na historia ya director wetu wa Pride of Lamu. Maana hata yeye kuanza kukua kwake na kutukuza sisi wengine. Maana tuko na account mingi, tuko na platforms za vijana kama Jukwaa, tuko na Tantam, na zote tumezipata kupitia director. Alianza acting hapo maneno. Kwa hivyo you share some things in common. Asante sana. Na mheshimiwa leo sahi ukizingatia maisha yako from zero mpaka mali uko sasa, ndio ukapatiwa ile chance, ni neno gani moja unaweza mwambia kijana mwenye ako 18 years old? What is that one word yenye unajua ukimwambia utakuwa umembadilishia maisha? In English we say, ama I can even say kwamba stop agonizing. Always any ideology you start agonizing, but start organizing yourself. Stop agonizing, start organize yourself. Nice. That is it. Kwamba where you cherish each and every ideology, you do what? You have mind, you have what it takes, you have a better life ahead of you. Kwa hivyo usijiingize katika mizukosuko ambayo hayakuhusu, yet ni kitu ambacho you can be. My cue, whatever you are championing right now, kwamba we need good leadership, good governance and everything, take the initiative, useme kwamba one day mimi nitakuwa rais na nitatengeza yote haya, and all the generation to come watakuwa na mwamko mzuri vile inavyoelekea, and that is a process, and that is the goal for you to achieve in future. So take time, involve yourself in violence, be there, be a good ambassador, and always stand for justice and rights. Thank you. Safi sana. Be a good ambassador. Usiingie kwa violence. Tunaelekea kwa siasa. Mheshimiwa ashasema. Organize yourself. It's nice having you on our platform, na tumefurahia sana maana umezungumza mengi yenye yametuinspire, na tunajua sasa kama kijana ni wapi tutaanza, ni vipi tutafanya, na tunaelekea wapi. Shukran sana. Shukran sana, nimefurahi. Asante sana. Asante sana. Shukran. Yes, thank you.